السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالمحافظة على الصغار وتوجيههم فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أمرنا بتربية أولادنا التربية الصالحة فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع مسؤولية الآباء عن أبنائهم فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. صحيح أورده الباني. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu wa Islam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na uzima na tumefika siku ya leo kwa ajili ya kukumbushana na kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Khutba yetu ya leo, ndugu zangu wa Islam, tutazungumzia amanatul aulad, amana ya watoto. Tutazungumzia matukio ambayo yanawapatia ama yanapatikana kwa watoto wetu mashuleni. Mengi tumeyaona kwa TV, mashule yamefungwa, watoto wamerudi nyumbani. Je, ni matatizo gani ambayo yanapatikana kule mashuleni mpaka watoto wetu hawa ambao tumetoa pesa zetu, tumeenda juu chini kuwatafutia zile fees, vipi leo wanaenda kuchoma elimu yao? Leo hawa watoto, ndugu zangu wa Islam, ni kama mfano ya mtu ambaye yuko na njaa. Mtu anasikia njaa ama kiu sana, anakuja kuletewa chakula ama maji mbele yake, hajatoa hata shilingi moja kununua chakula kama kile ama maji kama yale, lakini chakula kama kile anakichukua na kwenda kukimwaga. Ndiyo watoto wetu leo wanawafanyia wazazi wao. Tutaangalia sababu kubwa za msingi. Je, tulaumu hawa watoto kwa kufanya mambo wanayofanya kule shuleni, ama tulaumu mzazi wa mtoto ambaye alimpelekea kule shuleni, ama tulaumu wasimamizi wa zile mashule, ama nani wa kulaumiwa katika matukio kama haya ambayo yanaendelea kutukia kila siku katika shule zetu hapa nchini? Ndugu zangu wa Islam, فإنه من أهم ما يتمع إليه الإنسان في دنياه ومن أعز الأمنيات على قلبه وأجمل الرغبات في نفسه أن يرزقه الله ذرية طيبة وولدا صالحا. Jambo ambalo linafurahisha mtu sana katika hii dunia, kile kitu ambacho mwanadamu anatamani katika dunia ya sasa, kile kitu ambacho kitakuja kumpumbaza moyo wake, kitamfanya ajihisi na yeye ni mwanamume katika hii dunia, ni mtu kama yule Mwenyezi Mungu kumruzuku kizazi chema, ni yule mtu ambaye ataruzukiwa na mtoto mwema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu watu ambao walikuwa na muomba Mwenyezi Mungu kupata dhurriyatun saliha. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Furqan: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Hii ni dua mzuri ndugu zangu, tuweze kuomba kwa wingi. Aidha umepata watoto, hujapata,
watoto wanakusumbua, waombee dua kama hii, Mwenyezi Mungu anaweza kuwatuliza zile zao. Rabbana hab lana wajina atina qurrata a'yun, ewe Mungu tupatie sisi katika wakati wetu yale ambao watakuja kufurahisha. Ona mtoto wako yakusumbua, hakusikilizi, muombe Mwenyezi Mungu, huenda Mwenyezi Mungu akamgeuza mtoto kama yule akakuwa mtoto mwema. Fal atfal ni'matun kubra ala nnas, watoto ni neema kubwa sana kwa watu. Tamlau hayatahum bahjatan wa surura, watoto wanajaza nyoyo za watu furaha. Wataziduha anisan wa hubura, watamnauhum rahatan wa istiqrara, wayaishuna saadatan wa amana. Wakati unapopata watoto kama wale wanakuletea upumbazi, unapata mtu wa kuzungumza na yeye, unapata mtu wa kufurahia na yeye, unapata mtu wa kutoka na yeye, unapata furaha na utulivu katika hii dunia. Ndiyo tukaona watu wengi ambao Mwenyezi Mungu hajawajalia watoto, lau utakaa na wao uwasikilize, utaona wao wanaona wameachwa nyuma. Lakini na wewe Mwenyezi Mungu ametupatia watoto, jambo la kwanza tujue hii ni amana Mwenyezi Mungu ametupatia. Tujue hii ni neema, na kama Mwenyezi Mungu anasema thumma latus'alunna yawma idin anin na'im, kisha mtaulizwa siku ya kiyama kuhusu hiyo neema. Watoto ni neema kubwa ndugu zangu. Wewe angalia, wakati mke wako yuko na mimba unakuwa na wasiwasi sana, lakini wakati anapojifungua, unapoenda hospitalini kumuona mke wako amejifungua, ile mke wako unamsahau, wewe unakimbilia kuangalia mtoto kwanza yuko hali gani. Yani unakuwa ni mwenye furaha, unakuwa ni mwenye bishara, unakuwa ni mwenye kueleza umma mzima kama mimi sasa nimekuwa baba. Unaona ni jambo la furaha. Fahum masabihu albuyut wa qurratu aluyun wa faladhatu alakbad wa bahjatu alayad wa nabdhu almujtamiyat wa hum ahbabu arrahman wa hum zahratu alyawmi wa thamaratu alghadi wa amalu almustaqbil. Hawa watoto wetu ndugu zangu, haya ndiyo mataa ya nyumba yetu. Watoto wakiwa nyumbani, wewe mwenyewe utasikia raha, nyumba utaiona haiko tena kuboeka. Huyu anafanya vile, wewe mama anapiga kelele, baba hivi na hivi, furaha taa za nyumba. Wao ndio vitulizi vya macho yetu, wao ndio nyoyo zetu zinatulia kwa sababu ya hawa watoto. Wao ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu, na wao ndio matunda ya leo, vile vile wao ni matunda ya kesho ambao tunatarajia kutusaidia wakati tumekuwa wazee. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul Kahf, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pumbazi la dunia. Kuwa na mali hapa duniani, Mungu akikujalia hayo mambo mawili, akikujalia ukiwa na mali, akikujalia ukiwa na watoto, basi Mwenyezi Mungu anasema almalu walbanun zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pumbazi la dunia. Allah akasema tena zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin, watoto wanatajwa kama wao ni katika zile zinatul hayati dunya, mapumbazi ya duniani. Leo kila mmoja tunafurahia tukiwa na watoto, lakini watoto wetu wa leo ndugu zangu anayoyafanya ni mambo ambayo yanamfanya mzazi kama yule anakuja kujuta. Mimi najuta kwa nini nilipata mtoto kama huyu. Mtoto kama yule unaweza kuwa umemlea malezi mazuri, umempeleka madrasa, amejua hivi na hivi, lakini dunia kama hii ikakuja kumbadilisha mtoto wako, akakuwa yeye anaona yale ambayo unamwambia hayaingii katika akili yake. Sasa tutaangalia ndugu zangu Waislamu katika malezi. Leo wewe usimlaumu mzazi ukiona mtoto wake ameenda njia ambayo sio ya sawa. Usilaumu moja kwa moja mzazi kama yule na kusema huyu onekana mzazi wake huyu hakumfundisha malezi mema, huyu pengine yake baba yake hawajamfundisha malezi ya Kiislamu. Walijaribu wanavyojaribu, lakini huenda Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiyo anavyojua. Tukianza kulaumiana,
Mwenyezi Mungu anatutajia mfano wa mtume wake Nuhu alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu anasema story yake, wakati yule Nuhu mtoto wake anazama, mtoto ambaye hakumsikiliza baba yake, mtoto ambaye hakuamini baba yake ni mtume, wakaamini watu wengine. Leo kabla hujalaumu mzazi na kumchekelea na kumfurahi na kusema unaona mtoto wake, angalia yeye ni shekhe, mtoto wake anafanya hivi, angalia yeye ni imam, mtoto wake, usimlaumu kwa sababu hujui kinachopitika katika maisha yake. Allah anatupatia mfano, wanada Nuhu ibnahu wa huwa fi mazil ya bunayya. Nuhu alipomwona mtoto wake yuwazama, akamuita. Anajua wazi huyu mtoto hakunisikiliza, hakuniamini mimi baba yake kama mtume, lakini ile mapenzi ya baba kwa mtoto wake. Wanada Nuhu ibnahu wa huwa fi mazil ya bunayya arkab mana. Nuhu akamuita, kanadi kumuita mtoto wake, ewe mwanangu njoo upande na sisi. Nuhu anajua wazi, lakini mapenzi, anajua mwanangu anaangamia leo mwanangu atazamishwa, lakini mapenzi ya Nuhu kwa mtoto wake yako. Wanada Nuhu ibnahu wa huwa fi mazili ya bunayya arkab mana wala takum ma'al kafirin. Ewe mwanangu njoo upande na sisi, usikuwe pamoja na hao makafiri. Kumbe mtoto wake mwenyewe anajua wazi huyu yuko katika makafiri. Lakini mtoto kama yule ndio watoto wa leo. Mtoto wa leo unamwambia mwanangu usifanye hivi, anaona yale unaomwambia hasikii. Yale sio ya faida, ya faida ni yale ambayo anayaona yeye. Kijana kama huyu akakuwa mkaidi kwa baba yake. Baba anamwambia njoo upande, anasema qala saawi ila jabalin yasimuni min alma. Akaambia baba wewe tulia, mimi naenda kuogelea, napanda lile jabali itaniokoa mimi na maji. Wewe endelea na boti yako tu hiyo. Mimi najua kuogelea, nitaogelea. Umeona lile jabali, nitaokoka na maji. Baba anajua hakuna kuokoka. Baba bado anamueleza mtoto wake, la asima alyawm min amri rabbi illa man rahima. Leo hakuna atakayeokoka mwanangu, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa yule ataruhumiwa. Hivi ndio Nuhu alivyokuwa anamwambia mtoto wake. Wakati anamuona mtoto wake yuangamia, nini Mwenyezi Mungu akamaliza ile story, wa hala bainahuma almauj wa kana min almughraqin. Mungu akaleta lile wimbi likakuja baina yao, mtoto kama yule akazamishwa pamoja na watoto wengine au pamoja na wale makafiri. Kwa hivyo huu ni mfano ndugu zangu. Leo tusilaumiane. Ukisikia mwenzako mtoto wake ameenda vibaya, muombee Mungu. Muombee Mwenyezi Mungu muongoze huyu mtoto wa fulani. Hujui kile mzazi anachopitia kwa sababu ya mtoto kama yule. Malezi mazuri tunawapatia, lakini kule nje kuna maadui wengi wanangojea kuharibu yote ambayo umeyafanya katika nyumba yako. Leo ndugu zangu Waislamu, wazazi wetu ama sisi ambao ni kama wazazi, tumeshindwa kuwa mfano wa Luqman. Leo tukiulizana, Luqman huyu mwenye hikma alikuwa anampatia nasaha mtoto wake. Tukiulizana, hebu tuulizane ni nasaha gani Luqman alikuwa anampatia mtoto wake? Wengi watasema hatujui. Je, tushavaa nguo ya Luqman tukakaa na mtoto wetu tukamwelekeza mambo ya dini? Leo wazazi wengi pia nao wamepotea ndugu zangu. Tumeweka ilmu ya dunia mbele na tukaweka ilmu ya akhira nyuma. Ndio yale matokeo ambayo yanatokea mbele yetu. Mtoto kama yule tunamkuza kumuonyesha umuhimu wa dunia zaidi ya umuhimu wa akhira. Mtoto kama yule tunamuonyesha umuhimu wa kuenda mashuleni zaidi ya kuenda madrasa. Mtoto kama yule siku za shule tunamuonyesha shuleni lazima uende nguo imepigwa pasi, kiatu kizuri, bagi mzuri, vitabu uko navyo, gari na kungojea, anaona pale ndiyo mahali pake. Lakini tunamuonyesha siku za madrasa, nenda unavyotaka. Nenda na kalamu, nenda kama huna kalamu, vaa viatu vyovyote, hata usipopiga mswaki we nenda, toka nenda. Tunaonyesha ilmu ya dunia ni bora kuliko ilmu ya dini. Hapa ndio pale inakuja kutukosti mbele yetu. Angalia Luqmani huyu ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametaja katika suratul Luqman.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Luqman anakaa na mwanae, kitu cha kwanza anamuonyesha ni tauhid, na hiyo ndio kitu muhimu ambao tunafaa tukiingiza katika nyoyo za watoto wetu. Tauhidi ikiingia katika moyo wa mtoto kama yule anakumbuka kuwa Mwenyezi Mungu ndiyo anafaa kufanyiwa kila kitu. Kitu cha kwanza namtahadharisha mtoto wake, ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Anamuonyesha dhambi kubwa, anamuonyesha dhidi ya shirki ni tauhid. Muingize mtoto wako tauhid, ajue la ilaha illa Allah. Leo watoto wetu wanakuwa bado ni vidogo. Vitoto kama vile vikisema good morning, mzazi anafurahi, now kama my baby can speak English. Mtoto kama yule, kwa nini usimfundishe angalau anaanza kuzungumza? Wewe rudia Allah, kanaweza kushika haraka sana. Rudia la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Katoto kama kile kanarudia la ilaha illa Allah, hajui maana yake, lakini unaanza kuingiza tauhidi katika moyo wake. Lakini leo tunaingiza vitu ambavyo hata havisaidii. Leo tunaingiza vitu tunavyoangalia kwa cartoon, tunaangalia vitu ambavyo havisaidii yoyote katika mwili wa yule mtoto. Tunaona ni fakhri, tunamchukua mpaka video, tunamweka kwa status, tunaona ni jambo la faida. Lakini yule mtoto anapokulia katika tauhid, akajua Allah, akajua Muhammad kama vile anavyojua vitu vingine, mtoto yule atakuwa ni mwenye kukulia katika malezi mema. Kwa hiyo leo tunafeli kama wazazi. Jambo la kwanza, hatuwalei watoto wetu katika malezi ya tauhid. Tunaambiwa samaki mkunje akiwa mbichi. Leo watoto tunawaacha, ndugu zangu, mtoto amekuwa mpaka mkubwa hata suratul Fatiha hajui. Yule mtoto wakati kinapoanza kuzungumza, muhifadhishe angalau suratul Fatiha. Usingojee akahifadhishe na ustadhi madrasa. Kama mzazi muhifadhishe mtoto wako, akijua kusoma suratul Fatiha, kila anapoisoma katika sala inakuwa ilmun yuntafau bi. Wewe umefariki na wewe ndio mwalimu wa kwanza. Mzazi ndio mwalimu wa kwanza wa mtoto kama yule. Si mimi nangojea mtoto wangu afike miaka 4 ndio nimpeleke madrasa. Wewe ndio mwalimu wa kwanza. Wanasema al-ummu madrasa, mama ndio madrasa. Lakini mama zetu wako na time, ndugu zangu, ya kuwalelea katika malezi mema. Leo watoto wadogo tunawapeleka maskuli, hakuna shida. Lakini tujiulize, hawa watoto wanaenda madrasa? Leo watoto wamechukuliwa masaa mengi upande wa shuleni. Mtoto wiki mzima hata hana time ya kusoma Qur'an. Baba, ukikuja nyumbani huna time ya kukaa na mtoto wako na kumuuliza leo umesoma Qur'an. Tujiulize, tuko msikitini, ni mzazi gani ambaye anarudi nyumbani na kumuuliza mwanae, mwanangu umesoma Qur'ani leo? Swali la kwanza, umefanya homework ya school umefanya? Lete diary ni sign. Mwalimu alisema nimeona kwa message lazima tu sign. Lete ni sign. Bas. Hujui mtoto kama yule ameswali? Hujui kama mtoto yule amefanya jambo lolote la kheri? Wewe fikra yako, je, umefanya homework? Ndio kesho mwalimu asikuwe na mambo mengine. Ndiyo Mwenyezi Mungu anatupatia mfano. Anasema wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kumbuka katika kitabu cha Ismail, huyo alikuwa mkweli mwenye ahadi na alikuwa ni mtume na nabii wa Mwenyezi Mungu. Ismaili tunamjua ndugu zangu, kuanzia ni kadogo. Babake anamwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, ewe mwanangu mimi nimeona na kuchinja. Ni kadogo, lakini kimekuwa na ile iman. Kama ni mimi na wewe tungekuwa tumekimbia. Lakini kalisema nini? Kalisema ya abatif al-umar satajiduni insha Allah minas sabirin. Babangu, fanya vile ulivyoamrishwa, utanipata mimi ni miongoni mwa wenye kusubiri. Mwenyezi Mungu anamsifu huyu Ismail, kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Alikuwa ni mwenye kutekeleza ahadi, alikuwa ni mtume na nabii. Alikuwa anafanya nini Ismail? Allah anasema wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat.
wa kana inda rabbih mardiya. Hii ndiyo kazi Ismaili alikuwa anafanya kwa familia yake. Anawaamrisha watu wake kuswali na kutoa zaka. Leo tujiulize ndugu zangu, tunaamrishana kuswali katika majumba yetu? Tunapofika nyumbani, je, kwanza sisi wenyewe tumeswali? Kama wewe mwenyewe umeswali ni 5 salawati, lazima nyumba yako itakuwa ni yenye kuswaliwa. Lakini tunaporudi nyumbani, jambo la kwanza unafaa kuhakikisha ni swala inaswaliwa katika nyumba yako. Swala ambayo mke wako yule na watoto wako ambao wako nyumbani, hakikisha wameswali. Ile ni jukumu lako. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao kwamba mmeamini, okoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto wa jahannam. Hilo ni jukumu langu na wewe ndugu zangu Waislamu. Alikuwa anawaamrisha. Mwenyezi Mungu anasema tena katika suratu Taha, wa'mur ahlaka bis-salat wasbir 'alayha, amrisha jamaa zako kusali. Unataka mtoto mwema, mtoto ambaye ataenda skuli awe mfano mzuri kwa watu, mtoto ambaye ataenda kule shuleni awe ambassador mwema, muamrishe kuswali. Leo watoto wetu wanaingia grade 10, wanaingia form 1, watoto wetu hawajui kuswali, wengi sana. Nenda katika maskuli ambao kuna watoto wa Kiislamu, uwaulize tu swali rahisi tu, hebu swali atahiyatu yenyewe kujua hajui. Mtoto ashaingia grade 10, ashaingia form 1, kuswali hajui. Kule anaenda kupambana na dunia nyingine. Ile dunia ndiyo inampoteza zaidi, kwa sababu hana msingi wa dini katika maisha yake. Kama ni 5 salawati yule kijana wako, kama anasoma Qur'an, kama anamjua Mwenyezi Mungu, hata afike kule skuli apambane na watu ambao sio watu wazuri, bila shaka kijana kama yule atamkumbuka Mwenyezi Mungu na mtume wake. Leo watoto wetu hawajui kuswali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha sa'ilu kulla ra'i amma star'ahu, Mwenyezi Mungu atamuuliza kila mchungaji alichokichunga, hafidha am dhaya, je ulikihifadhi ama ulikipoteza? Mpaka mtu atauliza an ahli, ataulizwa kuhusu watu wake wa nyumbani. Hao watoto wetu tutaenda kuulizwa siku ya kiyama. Mtume anasema ile hadithi mashhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati, nyote ni wachungaji na nyote mtaenda kuulizwa mlichokichunga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hawa watoto ni amana kubwa Mungu ametupatia. Kabla hatujawapeleka mashuleni, kabla hatujawapeleka katika boarding schools, tuhakikishe mtoto kama yule umemlea katika malezi ya Kiislamu. Unajua, mimi nampeleka huyu mwanangu na muamini 100%, ibada zake naziona, bidii yake naiona kwa Mwenyezi Mungu, na hakikisha unamuombea mtoto wako kama yule kwenda kufanya vizuri katika shule kama ile. Lakini ndugu zangu, tunaangalia yaliyotokea, na kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Ahzab, inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Hakika tulipatia zile amana. Leo amana sio amana ile kidogo peke yake, kwa sababu majabali kama yale, mbingu, ardhi hazina watoto. Sisi ambao tumepatiwa watoto ndio tumepatiwa amana. Amana zile ardhi, mbingu alizikataa, akapatiwa mwanadamu. Kwa hivyo katika amana ambazo Mwenyezi Mungu alikupatia, fal amanatu kathira wa kathiratun laysat muqtasiratun ala alwadhaif fahasib wa inma mafhuman kabiran kama bayyana alquranul karim, fal baytu wal auladi amanatun wa mas'uliyatun amama Allah azza wa jalla. Amana sio kuwa ati ni kitu fulani na fulani. Imefahamika, Qur'ani imeeleza sana wale watoto na nyumba. Wewe mume unaoa, yule mke ni amana yako. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Mwenyezi Mungu amekujalia watoto, wale watoto ni amana, na utaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Allah atakusimamisha kuhusu watoto wako, nini walichokifanya katika dunia kama hii. Ndugu zangu Waislamu, tunaona mengi ambayo yanatokea katika mashule yetu. Nini kinawabadilisha wale watoto? Jambo la kwanza, fuatilia mwenendo wa mtoto wako.
Umempeleka mtoto boarding school, kule kuna dini tofauti tofauti, kule kuna vijana aina mbalimbali, kila kijana na tabia yake wamekutana kule. Wale waliokuwa nao primary school hawako tena, sasa amejiona yuko katika secondary school. Fuatilia, angalia mtoto wako mienendo yake. Ukimwona amekuja na tabia ambazo hazieleweki, kaa chini na mtoto wako muulize. Leo watoto wakirudi kutoka midterm, la kwanza, vipi skuli, mnakula nini, mnafurahia nini, kila kitu iko sawa? Kuna mambo yule mtoto pengine anayaona sio mazuri, nani atamwambia? Ni wewe mzazi ambao unafaa kumsikiliza mtoto wako. Akirudi skuli midterm, kana yeye kila, usichoke, fanya urafiki na mtoto wako. Leo wazazi tumekuwa wakali mpaka mtoto anakuogopa. Yule mtoto wako mfanye awe rafiki yako, sio kuwa adui yako. Mtoto asikuone wewe baba kama adui, ataenda kumwambia mama. Mama hawezi kukwambia mambo mengine, lakini mtoto wako mfanye rafiki yako. Leo wazazi wengi wanakwepa haya masuli kama haya. Siku za meeting baba huendi, mtoto hakuoni. Siku za visiting baba huendi, unakuwa busy tu. Ile inamjalia mtoto, kumjalia kumfanya huyu baba yangu hanipendi. Kwa nini haji katika shughuli? Mbona baba yake fulani amekuja? Mbona baba yake fulani? Mtoto kama yule anasikia vibaya, hapo chuki inaanza kuingia baina ya mtoto na baba. Jaribu kuwa kila wakati mtoto wako akikwambia baba unahitajika kuwa na yeye, usiseme mama yako ataenda. Mama ataenda. Mama anaenda kule, ukimuuliza nini kimezungumzwa, hata moja haijamuingia, kwa sababu akikaa tu anatoa simu, anachati, anaangalia TikTok, anaangalia huku na huku. Meeting imemalizika, anarudi nyumbani sufuri, hata kitu hajui. Yeye ameenda amesaini pale, basi yuko nyuma kwanza, anakaa backbench kule na simu. We have come to the end of our today's meeting, let us pray. Anaitikia amini. Huyo mke wangu leo kumezungumza, wajua sijui alisema kitu gani, ngoja nikumbuke. Sasa wewe baba ndio jukumu lako, nenda usikilize. Lakini usipokwenda, ndugu zangu, ndio pale matatizo yanakuja, napatikana uadui. Kwa hivyo yale ambayo mtoto wako atakwambia yaweke kwa akili. Kijana wako amekuja kutoka school, anakwambia baba mimi sitaki ile shule. Usikuwe mkali. Kwa nini hutaki? Soma hapo hapo, mimi nimelipa mwaka mzima. Muulize kwa upole, mwanangu hutaki ile skuli kwa nini? Mimi nishalipa fees kule, kwa nini hutaki? Kuna kitu gani? Mdadisi polepole atakwambia matatizo. Kuna mambo mengi yanafanyika katika mashule yetu ndugu zangu, na mambo ambayo yako wazi. Pengine umempeleka boarding school ya vijana, kule kuna mambo ya ulawiti. Vijana wanalawitiana wao kwa wao katika zile boarding schools. Akiona akikwambia mimi nimeona rafiki zangu wanafanya hivi na hivi, mimi sitaki ile skuli. Jaribu kuchukua hikma. Muulize, ukipata ni ukweli, mtoe mapema katika skuli kama ile. Afadhali umpeleke day school, unamuona ameenda amerudi, kuliko kumwacha mahali ambapo mtoto wako ashakwambia baadaye utakuja kujuta. Ataona wenzake wanafanywa, wenzake wanafanyana, na yeye itamuingia. Ataona kuna raha fulani. Akija nyumbani, kijana kama yule anaanza kubadilika, anatembea kama sege. Unamuona mikono inaenda nyuma. Vipi wewe? Anasema mimi niko sawa. Ikiwa ni msichana amekwambia sitaki ile shule, kwa nini? Kuna lesbian zinaendelea katika mashule mengi. Mimi nimeona wasichana wakisagana. Mwambia ngoja hebu nieleze vizuri. Umepata uhakika, mtoe. Sio lazima. Usiangalie pesa, angalia utu ya mtoto wako. Usiangalie nitapata hasara. Wewe nikikupeleka skuli nyingine uniform, wewe maadamu imekubainikia, na mtoto atakuja kuelezea matatizo shuleni, ikiwa wewe umemfanya kuwa rafiki. Na fuatilia ujue ni kweli ama si kweli. Fuatilia polepole, wewe ni kama mzazi utajua mapema sana. Lakini mambo kama yale tunajua yanafanyika. Ndio leo utakuwa msichana wako amekuja nyumbani, yale ambayo yanafanya skuli ameona wacha tuyafanye, yanaweza kufanyika ndani ya nyumba yako na wewe mwenyewe huna habari. Msichana wako amekuja anakuambia dad today my girlfriend, mwambie wewe
mambo wewe huwezi kuwa na girlfriend. Unajua maana ya girlfriend? Lakini leo msichana anakuja mpaka nyumba yako. Dad, this is my girlfriend. We have something to discuss in our bedroom. Oh, no problem. Just go ahead. Make sure you take care of your friend. Mwambie anaenda kutekiwa care yeye. Unafunga mlango ndani, wanamaliza shughuli zao, wanatoka wazuri, wanacheka. Kwa sababu washazoea kuyafanya yale mambo. Leo kwa nini kama mzazi wewe unakubali msichana wako amekuja rafiki yake, sio kijana, msichana kwa msichana, usikubali waingie kwa room, kitu gani wanaenda kufanya na kufunga mlango ndani ya room ile? Waambie hapa ni sitting room, kaeni mzungumze, mumalize, muende zenu. Lakini unapompatia nafasi, umeingia katika mikopo. Leo ni wazazi wangapi wanauza vitu vyao ili mtoto yule asome? Leo ni wazazi wangapi wanaingia katika vyama ili mtoto wake asome? Leo ni wazazi wangapi wanaenda kupiga line kutafuta basari ya 5,000 kuanzia asubuhi mpaka jioni apate basari ya 5,000 mtoto wake asome? Leo mtoto kama yule anaenda kufanya vituko katika shule kama ile. Sasa kaa na mtoto wako, shule zimefungwa nyingi, midterm inakuja pengine next week. Akija kaa na mtoto wako kama yuko boarding, mwambie mwanangu, ukiingia katika grupu ya kuchoma shuleni, fikiria maisha yako kwanza. Na nifikirie mimi baba yako nitapata aibu ngapi? Leo kule wale waliochoma, wale waliofanya zile vituko, ndugu zangu, wameshikwa, tumewaona. Ni mangapi wazazi wao wanapitia kwa wakati huu? Wao wanaona ni kitu. Ndio pale Mwenyezi Mungu alisema tahsabunahu hayyinan, unaona ni jambo dogo. Sisi tutachoma, tutakimbia. Pengine fikra yao ilikuwa nyingine lakini imebadilika. Mwambie mwanangu, ukienda kufanya kitendo kama kile, sio kuwa wewe peke yako utapata matatizo, hata mimi mzazi wako utaniingiza katika shida. Nikipita barabarani, yule baba muuaji, babake muuaji, yule mtoto wake alishiriki katika hivi na hivi. Yani anakukosesha roho katika jamii kama ile. Wewe mtoto muulize maswali, wewe unaenda kuchoma ile shule, wewe unaenda kuchoma ile kitu ambacho kuna mustakbali wako. Ile shule ndiyo future yako ya hii dunia. Allah anasema la tansa nasibaka, usisahau fungu lako la dunia. Hakuna mabaya kupeleka watoto wetu shuleni, lakini tuambie kule ndiyo future. Wewe soma umalize vizuri, uende university, uende hapa na pale, lakini usijaribu kufanya kitu chochote kibaya. Unapochoma shule kama ile, wewe mwenyewe unajiingiza katika shida. Masomo yako unayakatisha. Mimi pesa zangu zote na pesa zangu nitabidi nitafute zingine. Umeshikwa, umewekwa ndani, siwezi kama mzazi kulala na kusema mtoto wangu amefanya, basi wewe kuna ile mapenzi itakuingia. Hata kama utaamua mimi simshughulikii, lakini kuna mapenzi itakuingia, unasema hapana, mtoto wangu hajafanya, wacha niende juu chini. Zungumza naye, mpatie nasaha, huenda mtoto kama yule asifanye lile jambo tena. Ama kama atakuwa na ile fikra, anakumbuka baba yangu aliniambia kitu fulani. Baba yangu aliniambia madhara ya mimi kuchoma shule. Baba yangu aliniambia madhara ya mimi kupiga mwalimu shuleni. Baba yangu aliniambia madhara ya kufanya uharibifu katika shule. Mwambie ni miaka 4 peke yake. Miaka 4 unasoma, siku zinaenda mbio, vumilia mwanangu. Utamaliza masomo. Baada ya kumaliza, mimi pia nilivumilia, mueleze historia yako. Kaa na mtoto wako, mueleze yale ambayo ulipitia, huenda akakusikiliza. Anaporudi kule shuleni, wenzake wanapomuingiza kufanya jambo baya, anasema hapana, mimi siwezi kufanya. Mimi nilielezwa na baba yangu, mimi nilielezwa na mama yangu, mimi nilielezwa na jamaa yangu, siwezi kufanya kitendo kama kile. Lakini leo wanakuja midterm, hata habari hatuna. Leo wale ambao walifanya wanakuja, ilikuwaje? Yani fulani kuisha. Nini ametia hasara? Angalia wewe mzazi unapata hasara ngapi? Mtoto wako anarudi skuli, aidha aliparticipate, haja participate, kuna pesa lazima unatoa ili kurekebisha yale ambayo yalifanyika katika shule kama ile. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, ukiona matatizo kama yale, mtoe, mpeleke day school. Kwa watoto wangapi wanasoma day school na wanapita vizuri kushinda hata wa boarding? Wangapi? Ukitaka kuwapeleka katika skuli za Kiislamu, hewallah. Lakini leo tukiangalia skuli za Kiislamu, they are more expensive kushinda skuli za watu ambao si Waislamu. Sio kila mzazi ana afford kupeleka mtoto wake skuli za Kiislamu.
Kila mzazi anatamani mtoto wangu aende Islamic school apate kujua Mwenyezi Mungu, lakini akiangalia ile fees anasema hii bwana siwezi. Afadhali wacha nimpeleke huku. Sio kwa hatutaki kupeleka watoto wetu kule, lakini utaangalia zile fees ziko juu. Sasa wale ambao Mungu amewafungulia ndio wako pale. Wewe ni mtoto fulani, huyu baba yake anafanya hivi, huyu baba yake anafanya hivi. Lakini wale maskini hawako, tunapeleka katika skuli ambazo tuna afford. Lakini watoto hao ambao ni maskini wanakuja kufanya vizuri kuliko wale watoto ambao walikuwa wamedhania watafanya vizuri katika shule kama zile. Kwa hivyo mtoto, ndugu zangu Waislamu, ni amana. Mwenyezi Mungu ataenda kukuuliza mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama vile ambavyo ulifanya katika mtoto kama yule. Yale matatizo anayopitia shuleni mwake kana yeye. Kama ni mambo ya gayism na lesbian, kama ni mambo mengine ya marafiki ubaya, kama siku hizi kuna mambo za drugs, mitaani zimejaa, vijana kama yale wanaingia wanafukuzwa. Na ukiangalia ndugu zangu, ukiangalia wengi ambao wanafukuzwa katika mashuleni, utapata lazima Muislamu atakuwa yuko. Wamefukuzwa watoto 5, 3 ni Waislamu. Ndio pale wanapaka jina la Uislamu baya. Mpaka yule kiongozi ama headmaster, principal anasema Waislamu mimi siwataki tena katika skuli yangu, kwa sababu wao ndio wanaharibu hii skuli. Na pengine sio wao, ni mmoja ama ni wawili. Wewe unaona vipi mtoto wako kwenda kuambiwa na mwalimu, huyu tumemkuta na drugs, tumemkuta hivi na hivi? Ni nini? Pengine anayaona pale katika society anaoishi nayo. Pengine anaona baba mwenyewe, kwa sababu ni mfano. Anamwona baba anatumia hizi vitu na mimi nataka kutumia hizi vitu. Na kitu kikubwa tukimalizia kwa sababu ya wakati, kitu ambayo inapoteza watoto wetu sana ni hizi smartphone ndugu zangu. Hizi smartphone hizi ambazo tunawapatia watoto, wacha yale mambo ya YouTube, yale sio rahisi kwa sababu hawezi kuangalia pale kitu ambacho ni cha haramu. Lakini simu hizi wanaangalia mambo mengi. Utaona kuna wazazi mashallah wanafuatilizia. Hata kuna app nafikiri ziko, unaangalia mtoto wako anaangalia nini. Lakini leo tumewapatia freedom. Kwanza skuli imefungwa, ndio basi. Wewe hebu angalia tu, mara nyingi unapoenda kufanya visiting day ya mtoto wako, kitu cha kwanza hakuulizi kitu. Akikuona, baba nisaidie na simu yako, amemiss kuingia Facebook, amemiss kuangalia message alituma baba, na wewe saa umemiss sana, chukua. Anaangalia pale, anaingia, anaangalia hivi na hivi. Wewe unamwambia hata habari hana, hajakuregeshia simu yako, ashafuta kila kitu, amelog out, hakuna kitu unaona. Sasa hizi simu ambazo tunatumia sisi, hizi ndizo ambazo zinaharibu watoto wetu. Kuwa mwenye kufuatilia. Usione mwanangu anataka simu kubwa nimemnunulia basi unampatia freedom. Mtoto utamuona amekaa peke yake kwa kivuli ama kwa kona. Mtoto kama yule macho yamekuwa red. Unashinda huyu mtoto anaangalia nini? Kumbe yuko katika dunia nyingine. Anaangalia mambo ambayo wewe mzazi huwezi kuyaangalia. Sasa anapoangalia kama zile pornographic ziko kila mahali. Leo unasaji kidogo unaziona. Mtoto wako amejifungia ndani kwa blanket, unaona amelala, kumbe yuko chini ya blanket anaangalia. Nini itamfanya ameanza kusisimuka mwili? Nini kitamfanya mtoto kama yule? Ndio pale yeye chochote kinachokuja mbele yake anaona nipite nacho, nipunguze zile ambazo naona zinanisumbua katika maisha yangu. Mpatie simu, kuwa lakini control, jua anaangalia kitu gani, tusimwachie uhuru. Watoto leo utamwona amekaa ameweka earphone kwa masikio, utaona huyu mtoto anasikia nini? Kumbe ukienda ni music inampiga basi. Wewe unasikia nini? Nasikia music. Oh, nimefikiri unasikia vitu vingine vibaya. Hiyo music yenyewe ni mbaya. Wewe utakasikiliza nini? Kuna mtoto gani ambao utampata ameweka earphone anasikiliza Qur'an? Na kwa nini uweke kwa masikio? Weka loud uweze kusikika. Lakini leo watoto wetu, hizi simu ndugu zangu ndio zinakuja kuwapoteza. Simu kama hizi ndio zinasababisha watoto wetu kupotea. Yale wakati wa midterm ama walikizo wanaoyaona leo, kuna grupu nyingi sana kule, kila mmoja amechukua namba yake. Wakifika huko wamecreate group. Mtoto wako unajua yuko katika grupu gani? Utaona umechukua simu, ukimwangalia mtoto kadogo cha grade 10 yuko katika grupu ya Jaba group. Katoto cha grade 10 yuko katika grupu ya usiku sako. Wewe hii nini? Ni nini vinatumwa pale? Ni Qur'ani ama ni hadithi? Hakuna, ni vitu vibaya vichafu. Wamecreate group yao, na leo wajanja
wanaweza kuweka jina, hata jina zuri sana, ahbabu rasulillah. Mashallah, hata ukia basi. Kumbe wewe chunguza, hata kama group imeandikwa Muhammadu Rasulullah, chunguza kina nani wanaandika pale. Usione mashallah ahbabu rasulullah, mwanangu nzuri huyo, kumbe ni group wamebadilisha. Watoto wana akili, lakini akili zao haiziwezi kumshinda ya mzazi. Kwa hivyo mchunguze polepole mwanao. Simu kama hii ukiona inamharibu, zungumza na yeye, usikuwe mkali. Leo tunakuwa wakali, tunachukua simu. Wewe utachukua simu yake, umeenda kazini, anabakia na mama yake. Kanalia, mama anamuonea huruma. Haya, angalia dakika 5 kabla babako hajakuja. Kanaangalia, kanafurahi, kifika kinarudisha. Sasa itakuwa unaharibu ama unatengeneza? Sijampatia simu. Hujampatia, sawa, unasikia raha. Kumbe wewe ukitoka, mama anaharibu. Wewe unatengeneza, mama anaharibu. Mama wanakuwa na huruma kwa watoto wao. Lakini ikifika mahali ambapo unaona unampoteza mtoto wako, usiweke huruma. Kuwa mkali kwa mtoto kama yule, ili asikuje kupotea katika njia ambayo sio sawa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awaongoze watoto wetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie ni wenye kuwa na bidii katika masomo yao na wenye kufahamu yale ambayo wanayapata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.